Thank you. It's appreciate Reverend Sada. Tupige makofi hapa mbele. Kabla nisome neno ama tusome neno. Asante Brother Kagori kwa sababu ya kuongoza ibada na kutuelezea juu ya welfare, jambo ambalo sikusikia umetaja. Sijui kama umetaja ya kwamba kuna paybill ya welfare. Sio lazima sasa ulipe cash. Ukilipa paybill na paybill, ukienda kwa dukani unampatia details. So the paybill is there, na naamini hata dukani pale ile yako nayo unaweza lipa nayo. Watu wa media probably will get a flyer also for this, ili naweza kupeperushwa pale na watu wanaweza kusoma. Jambo hilo lingine ni kwa wanayuth. Kama wewe ni kijana uko hapa, inua mkono, nataka kuona. Lakini hawajui kama ni youth ama sio youth. Okay. But on Sunday, najua hiyo hata chairman sijamwambia, lakini kuna mkutano tulikuwa tumepata last year. It not materialized a seminar. But we have agreed with the speaker, our brother Elliot. Elliot anakuja the first service. Tumeagreed na yeye, he was to be a speaker last year. And he will be available on Sunday afternoon. So all the youth, kama wewe hujui Elliot anakuwa first service, but I know personally, the reason why I told Elliot to come and talk to the youth is because I invited him to my university to talk to our students. And when I sat there and I listened to him speaking to our students in the university, I was like, we have resources. I want this information to be heard by the youth in the church. Actually, that's why I decided, because I sat there and I can tell you it was very inspirational. And I want also him to inspire our youth. So form ni hiyo Jumapili, boys. Hakuna form nyingine. Form ni gani? Ni hiyo. Saa 8 we plan the hall, refreshment, Simon, and I know he is ready to come and deliver. Mkitaka masaa mawili, 1, 3, I know he will deliver. Ni hiyo tu. Bwana sana. Sasa tunaweza kwenda kwa neno. Wakati nilikuwa nafikiria and meditating, nitaongea kama nitanena nini siku ya leo. I was inspired kwa sababu ya ujumbe ya ndugu yetu Kaduka Jumapili kuhusu neema ya Bwana, the grace of God. Na nikasema kama hiyo ilikuwa part 1, basi siku ya leo tutakuwa na neema part 2. We have grace of God part 1, and this afternoon we have the grace of God part 2. So whenever he put the comma, hapo ndipo nataka kuanzia ama kuendelea. Na katika mwaka wa 1748, in the year 1748, kuna mtu mmoja anaitwa John Newton. John Newton alikuwa anauza watu na kununua watu, slave trade. Anawanunua, anawaweka kwa meli, anawapeleka England. Na siku moja wakiwa baharini, upepo ukavuma, mawimbi yakawa mengi, meli ikachapwa, na akaona ya kwamba hapa hakuna nini tumaini. Mtu ambaye hakuwa anamuogopa Mungu, hakuwa anajali mambo ya Mungu, for the first time akaomba Mungu, akamwambia Mungu tuokoe, na Mungu akawaokoa. It was scary. Ikafika wakati akabadilika, akaachana na mambo ya kuuza watu na kununua watu. Afrika ndio walikuwa wananunua sana, wanapelekwa abroad. Akakuwa mtumishi wa Mungu na kanisa la Afrika. Mwaka wa 1772,
72 akaandika wimbo Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Alikuwa literally anauza watu na ananunua, biashara ya kuuza watu. I think wewe umefanya biashara nyingi, lakini si kama umefanya biashara ya kuuza watu. Wana biashara kwa nyumba hapa. Kuna mtu anauza watu hapa. John Newton, hiyo ndio kazi alikuwa anafanya. Na usidhani walikuwa wanauzwa kwa kupembelezwa, atikia hapa wewe pole pole, ufalia vizuri, ni nguvu. Kwa hivyo akiangalia maisha yake na vile Mungu alimsikia akamwokoa, akaona ni neema. Na ni neema ya maajabu ya kwamba nimeokolewa. Bwana sana. Kwa hivyo wakati Kaduka anaongea juu ya neema ya Bwana, alisomea katika Tito. Lazima chukua muda mwingi. Alisoma Titus. That is Titus 2:11. Unatupatia kwa Kiswahili. The grace of God that brings salvation has appeared to all men. Neema ya Mungu ileta wokovu imefunuliwa. Imefunuliwa kwa kila mtu. Haleluya. Titus 2. Kwa hivyo imefunuliwa kwako, imefunuliwa kwangu, imefunuliwa kwa watu wote. Hiyo neema ambayo imefunuliwa ndio ilituletea wokovu. Waefeso 2:8. Mimi najua utaachwa nyuma. You have to follow. Nao nilitoka Tito tuko Waefeso 2:8. Hiyo neema imefunuliwa, hiyo ndio ilileta wokovu. Anasema sisi tumeokolewa kwa neema na sio kazi yetu. Kwa hivyo mtu asijifune, kwa maana mumeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu. Haleluya. Na ni kwa neema tumefanyika wenye haki. Warumi
24. Romans 3:24. Ni kwa neema tumefanyiwa haki. We are justified because of grace. The Bible says, and all are justified freely by His grace through the redemption that came by Jesus Christ. Hallelujah. Nataka 25. Warumi 24, sorry. Kwa hivyo hata kufanyika haki ni kwa nini? Kwa neema ya Mungu. Wanahesabiwa haki, hiyo ndio tunakuta. Umehesabiwa haki bure. You have been justified freely. Kwa neema yake. It is by grace you are justified. Kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu. Because you have been reconciled to God through Christ. Tukiingia upande wakati wa Pasaka, ndio tunaona yale Kristo alifanya. So bure. Haleluya. Umeokolewa bure. Ni kipawa cha Mungu. It's a gift of God. Now, today, nataka tukitoka ujue ya kwamba ukipokea kitu bure, kuna mtu alikilipia. Hallelujah. To you it is free, but it costed somebody else. You receive a gift freely. Lakini kama nikikuletea saa kama hii ikiwa kipawa, kwako ni bure. Lakini mahali nilitoa kwa duka ili nikuletee, niligharamika. Haleluya. Wakati unaona hii saa, haleluya. This is a confession. Hii saa naikuza sana. Sababu niletea wanadada ameketi hapa. Ukiona hii saa, haleluya. Many years is a gift. Nikiona na nguo na ituza, you can be sure hata ukiomba hii saa siwezi kukupatia. You can be sure. Lakini kama mimi nilinunua kama haiko kibao, pengine naweza pea. Ile wokovu uko nayo ni ya bure. Lakini kuna mtu alifanya nini? Alilipia. Usijue alilipa gharama gani. Na ndiposa nataka kukuulize, what was the cost? Because it was paid. But as we go to the time of Easter, iligharimu uhai wa mwana wa Mungu ili wewe upokee wokovu bure. It costed the Son of God to die on the cross for you to receive salvation freely. Kwa hivyo ukisema umeokoka, angalia ni gharama gani ilitolewa. Kwa hivyo ushikilie huo wokovu. Praise the Lord. Nilisema asubuhi, ukiangalia wewe, niangalia mwangi dokta mmoja ambaye ameokoka na dokta mmoja ambaye hajaokoka. Kama hakuna tofauti hao wawili, kuna shida. Praise the Lord. Ukiangalia wewe kama mama, wewe mwenyewe, you compare yourself with yourself. Kama ungekuwa umeokoka, ungekuwa unakaa namna gani? Na sasa umeokoka, unakaa namna gani? Kuna tofauti. Kama hakuna tofauti, basi kuna shida. Praise the Lord. Kwa nini? Kwa sababu wakati tuliokoka, tulianza kubadilika. We have received a gift. You have received it freely. It has been paid by somebody. Lakini siku ya leo, katika Wakorintho wa kwanza 6:20, 1 Corinthians 6:20, Paulo anawaambia kwamba you were bought at a price. Ulinunuliwa kwa gharama. Therefore, honor God with your body.
maana ulinunuliwa kwa dhamani. Hiyo ndio tamu, ni dhamani. Kuna mtu aligharimika ili upatikane. Na kwa hiyo ujumbe wa siku ya leo ndani ya neema ni ya kwamba do not take the grace of God in vain. Hallelujah. Do not take the grace of God. 2 Corinthians 6:1. Wakorintho wa kwanza wa pili, 2 Corinthians 6:1. Nasi tukitenda kazi pamoja naye twawasihi, haleluya, we beseech you, msipokee neema ya Mungu bure. Haleluya. Nao angalia tofauti. Umepokea wokovu bure, lakini neema usichukulie tu hivi bure. Do not take it for granted. Huo ndio ujumbe wa leo. Neema iko na inaonyeshaje ya kwamba umechukua neema ya Mungu bure. Wakati ambapo umeokoka, umeomba ombi la toba, kuna mabadiliko yanahitaji kuwa ndani yako. Praise the Lord. It is a process. Tunaona yule mwana mpotevu, wakati alikuwa pale akikula na nguruwe, sijui kama alikuwa na kunywa. Actually the Bible says he longed to fill himself with the food. So nikana kwamba hata hiyo ya nguruwe ilikuwa shida kuipata, sababu ilikuwa imenunuliwa nini? Nguruwe. Lakini basi alikuwa na nguruwe pale. Wakati alirudi nyumbani, already alikuwa ametaa. Neema ya Mungu ilikuwa imefunuka kwake, ni kama mtu ambaye ameokoka. So inahitajika abadilike. Praise the Lord. Nataka uone huyu kijana akienda nyumbani, akiwa pale. Bwana asifiwe sana. Praise the Lord. Sema amen. Amen. Amekaa pale kwa mtalo kwa siku mingi. Ameona Bwana, niko na uchafu sana. Akasema na baba yangu wako pale, ako na chakula ya kutosha, ako na nguo, na mimi niko hapa nakaa sina nguo, niko na matambara. Biblia inasema kwamba akiwa bali, haleluya, natuma huyu kijana. Baba yake alimuona, akaona huyu kijana wangu vile nakaa sio vile ningetaka yeye afanye nini, akae. Mtu ambaye alikuwa hana koti, hana nguo. Haleluya. Najua mmetazama sasa. That's good. That's your attention. Akavalishwa. Haleluya. Nimebadilika. Nimebadilika kama ni vile nilikuwa. Amen. Akamwangalia vidole yake, akaona hapana, kuna stahili kuwa na alama ya kuonyesha this is my son. Akafanya nini? Akasema leta hiyo pete yangu, nimebadilika. Lakini hapa mko mmejua, Bwana sio sana, nabadilika. Akasema, akaangalia kijana wake. Ukisoma Biblia, sijui kama hakuwa na viatu, pengine alikuwa na matambara ya viatu, lakini kulingana na Biblia hata viatu alitumana. Akasema mfanye nini? Haleluya, nimebadilika. Praise the Lord. Ukiokoka, huyo mtu hakuwa anakaa kile alikuwa kwa nguruwe. Kama mtu alikuwa amemwona akiwa kwa mtaro ya nguruwe na mpaka kwa baba yake, walikuwa wanafanana. Praise the Lord. Sasa akiwa pale, tunasema kusema aliomba ombi la toba. Akiwa pale amebadilika rohoni mwake, lakini kuna mambo mengine ilikuja maishani mwake. Kama alikuwa amekonda, niulize, kama alikuwa amekonda na alikuwa na njaa, baba yake akasema nini? Leteni ile ni mnyama, the fattened calf. Sini walikatakata wakachinja, akakula, akafanya nini? Akashiba.
alinona saa hiyo? Hakunona, si ndio? So transformation, what I'm saying, it will take time. Hallelujah. Lakini tunastahili kuona ya kwamba umeokoka. Huyu sio yule. Praise the Lord. Huyu sio yule alikuwa amekaa pale. Inahitajika kubadilika, kusema haya, na huyu ni yule tu tulikuwa tunajua. Kama haifanyiki hivyo, basi unaichukua neema ya Mungu bure. Praise the Lord. You are taking the grace of God in vain. Huyu mtoto wako hapa, kama ataishi kula ile chakula ambayo ni soft, kuna kashida mahali fulani. Bwana sana. Ukiwa na mtoto unaenda na miguu nne, naitwa nini? Okuruma. Na habadiliki miaka 10, 15, kuna nini? Kuna shida. Praise the Lord. Maandiko yanasema kwamba the grace of God teaches us, take us to say no to ungodliness. Inatufunza kusema la. So ni wewe utakuta kuna maovu, useme hapana. Praise the Lord. You can decide to accept God. That is Titus 2 from the 11. Kwa hivyo kama neema ya Mungu imefunuliwa kwako, ukiona anasa za ulimwengu, ukiona mambo maovu, ni wewe useme hapana, mimi sio mshirika haya. Praise the Lord. Lakini ukiona kuna maovu yako pale na unashiriki ndani yake, then unachukua neema ya Mungu. Praise the Lord. Huyo mtu yule mwana mpotevu hajaendelea kuishi pale na nguruwe. He had to change. There will have to be a transformation. Praise the Lord. Kwa hivyo wapendwa, katika wakati tuko katika nyumba ya Bwana na tumeokoka, na hiyo neema inatusaidia kuishi kila siku, wacha tutilie manani. Hawezi kusema umeokoka na uliokoka ukiwa mlevi na saa hii bado uko mlevi. Praise the Lord. It's not possible. Hallelujah. Hawezi kuwa umeokoka, uliokoka ukiwa watu wale wanatembea kule. You are in prostitution and you are saved. You are born again in the church and you are still in prostitution. It can't happen. Praise the Lord. There needs to be transformation. Huwezi kuwa unaishi kwa dhambi and even today you are walking in sins na unasema you are born again. Praise the Lord. Unachukua neema ya Mungu bure. And you will judge. For each one of us will stand in the bema seat, the judgment seat of God. Lakini neema ya Mungu imefunuliwa. It teaches you to say no. It teaches you how to live upright, how to live in a righteous way. Yani imefunuliwa, itakusaidia kuishi maisha ya utakatifu. Praise the Lord. At the back of your mind unakumbuka ya kwamba umeokoka, lakini kuna mtu amelipa nini? Gharama. Kuna damu ilimwagika. Mwamba wenye imara, kwako nitajificha. Maji hayo yaliyo
katika Gethsemane. The English Bible says he fell. Praise the Lord. Kwa uzito ambao alikuwa nao. The Bible does not say he knelt down. So I was imagining probably he just fell. It was too heavy. What was too heavy on him? The cost. Gharama ya wokovu ambao uko nao ndio ilifanya Yesu aanze kuanguka pale. Akaomba, jasho ikatiririka kama matone ya damu. Akasema, Bwana, Eloi, Eloi, uzito wa dhambi zako, uzito wa dhambi zangu. Hiyo ndio gharama ambayo Yesu alilipa. Akatoka pale akasema, kikombe hiki na kiondoke. Bwana asifiwe sana. Lakini sio mapenzi yako, lakini mapenzi yako yatendeke. Mapenzi ya Mungu ilikuwa akuokoe na aniokoe. Kwa hivyo kikombe hakikuondoka, ni lazima ajesafiri mpaka pale msalabani, akadungwa maji na damu ikatoka, akapeleka roho yake kwa Mungu ili wewe upatikane siku ya leo. Kama hujaokoka na unasikia neno la Mungu, unachukua neema ya Mungu bure. Kama umeokoka na unaishi ndani ya dhambi, unachukua neema ya Mungu bure. Praise the Lord. Kama wewe ni Mkristo na hauishi vile ambavyo itakikana, unachukua neema ya Mungu bure. Kuna wengine tumeketi hapa, hujawahi omba ombi la toba. Biblia inasema ya kwamba huu ndio wakati wa wokovu wako. Uchukue neema ya Mungu bure. Haujui wakati ni mgani. Mambo yameharibika kutokea huko juu. Unasikia wale ambao ni wakubwa wetu, kutokea rais na wale wengine wanasema maneno hata ukisikia unasikia hutaki kusikia. Mimi siwezi kusema huyu ni rais wangu. Hapana, huyu si rafiki yangu, kwa sababu hata ile mambo inatajwa. Na tunaingia katika huu msimu wa siasa. I pray, naomba Mungu anisaidie, naomba Mungu akusaidie ya kwamba tuishi maisha ya utakatifu. Yule Mungu alikuwa pamoja na sisi wakati hakukuwa na uchaguzi, wakati hakukuwa na kampeni, ni yule yule. Hallelujah. Praise the Lord. Huyo mwanasiasa atakuja kukusaidia next year, ndiye alikusaidia last year. Praise the Lord. Neema ya Mungu imefunguliwa kwetu sisi wote bure tu, lakini ilimgharimu Yesu Kristo. Damu ikatoka. Kijana hapa umeokoka, simama katika neno la Mungu, simama katika haki, simama katika utakatifu, simama katika njia za Bwana. Bwana sio sana. Wacha kukiulizwa nani ameokoka, inasemekana kuna dada fulani, kuna kijana fulani ambaye anajua ameokoka. Praise the Lord. Mama, kama umeokoka, let you be saved. Usimame imara. Wamama waliookoka wakihesabiwa, unakuwa katika ile namba. Praise the Lord. Mzee, kama umeokoka, simama imara. Wazee wakihesabiwa, wale wameokoka, unakuwa wewe ni mmoja kuhesabiwa. Hata sisi kama ni wachungaji, kama ni wazee wa kanisa, kama ni washirika wote, tuchukue neema ya Mungu vile vile, ili mgharimu. Ukifikiria the cost was so big. Hallelujah. Imagine wewe ukipatia mtu kipawa, unapata anaiweka kwa matope pale, utasikia namna gani? Yesu akiangalia juu mbinguni, akiona vile alitoa
wengine wetu wanaona hapana, ile sio ambayo nilikuwa nataka. Mwamba wenye imara, tusimame. ukiangalia maisha yako, kama umekuwa ukichukua neema ya Mungu bure, Bwana, naomba siku ya leo, naomba ya leo Bwana, ya kwamba usaidie na usaidie wengine kushiriki, ya kwamba tuchukue neema yako bure, ya kwamba kama jamii
tumekuja mbele zako kwa niaba ya hii nchi, kwa niaba ya viongozi wetu, kwa niaba ya kanisa lako na viongozi wa kanisa, kwa niaba ya washirika wote na watu tumekusanyika katika ukumbi huu siku ya leo Bwana, wazee kwa waume na kwa watoto. Bwana, umetukumbusha neema yako imefunuliwa juu yetu na umetupimia wokovu wako bure, lakini iligharimu mwanao pekee Yesu Kristo kufa msalabani ili tupate msamaha wa dhambi. Bwana, tunasema ni asante, tunaliinua jina lako. Saidia kila mmoja wetu ambaye yuko mahali hapa, ya kuwa tuweze kutembea kadri ya mapenzi yako, tubadilishe maisha yetu na kufanana nawe kwa utukufu na heshima ya jina lako. Asante kwa kuuza wokovu, asante kwa wale unaokoa Bwana, asante kwa wale unaokoa jana na wale utaendelea kuokoa kuishi milele, ukiwaita katika ufalme wako. Tunasema ni asante. Pengine kwa hapo na hujaokoka, neema